Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus Christ. Na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo And I praise the Lord for today. ambayo Mungu ametuwezesha tena kwa mara nyingine That he has granted us grace to be kuweza kuwa hapa mbele zake to be able to show up ili kuweza kumwabudu. so that we can worship him. Na ni wakati mzuri And it's a great time wa kusikia neno la Mungu, to listen from God, kusikia kile ambacho Bwana Mungu wetu to receive from him ametuandalia mchana wa leo. what he has prepared for us. Tunasema sana asante kwa kundi letu la kutuongoza katika sifa na maabudu kupitia nyimbo. Thank you so much for praise and worship team. Mungu aweze kuwabariki sana. May the Lord bless you so much. Asante kwa makwaya zetu zote, mmetubariki. Thank you for all the choirs. Mungu wetu awabariki. May our good Lord bless Na asante pia kwa kanisa mzima. you. Thank you, church. Mungu wetu awabariki May sana. our good Lord bless you. Sasa tutasimama, We're going to stand tutasoma neno la Mungu. and we're going to read the word of God. Tutafungua Biblia zetu, We open our Bible kitabu cha Yohana Mtakatifu. in the book of John, Tutasoma ile sura yake ya 8. chapter 8, Tutaanza vesi ya 3, from verse 3 tutakwenda mpaka vesi ya 11. to verse 11. Kama tumeshapata, If you have found it, tutakwenda kusoma. you can start Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. reading in the name of Jesus. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje?" Nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu za kumshitaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, "Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe." Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu pekee na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, "Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?" Akamwambia, "Hakuna, Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena." Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Asante, Mungu awabariki, mnaweza kukaa. Thank you. You may have your seats. Mafundisho yetu katika juma hizi mbili Our lesson for the last 2 weeks yanahusu kuhesabiwa haki. is about to be counted. Tulisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 20 juma iliyopita. Matthew chapter 20, that's what we read last week. Tukaona Yesu anasema hivi, And we saw Jesus saying, aseme, "Hakika ninawaambia, "Truly I tell you, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, unless your righteousness surpasses the ones of the Pharisees and the teachers of law, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni." you cannot make it to the kingdom of heaven." Wapendwa katika Kristo, My beloved in Christ, ulimwengu wa kidini wa leo the world of religion today umejawa na mambo mengi. is full with a lot of things. Ulimwengu wa kidini wa leo The world of religion umejawa na madhehebu mengi, is full with a lot of altars, na kila dhehebu and each altar, linasema ni la kweli, it claims it's right. na kila dhehebu And each altar, linakuwa na kitu ambacho lina present mbele za watu they are presenting something to people
ili kuonesha ya kwamba kwa sababu ya hiki kitu to show that because of this thing, ndio maana sisi tunakuwa sawa, that's why we're right. ndio maana tunakwenda mbinguni. Wamoja There's some people, wanaonesha hivi ya kwamba they show that kuomba sana praying a lot, sisi hapa kitatuma tunakwenda mbinguni kwa sababu tunaomba sana. that's the reason for them to go to heaven. Wengine wanaonesha And other groups say ya kwamba sisi tunafungaga sana. we fast a lot. Wengine wanaonesha And other people say ya kwamba sisi tunatoaga sadaka sana. we give a lot of offerings. Hili kanisa letu ni kanisa nzuri ambalo linasaidia watu, Our church helps a lot of kwa sababu hiyo tutakwenda mbinguni. we are going to heaven because of that. Na wengine siku hizi And a lot of people wanaonesha ya kwamba sisi ni watakatifu, tunakwenda mbinguni they look righteous and they go kwa to sababu tunaachaga nywele mingi na tunaacha mandevu ya mrefu heaven because we are keeping our hair kama vile manabii wa zamani. like the old prophets. Kwa hivyo siye tuko sawa. And we're right. Kwa hivyo kila watu wanakuwa na kitu ambacho wanaonesha kama msingi wao wa imani, Each group has their own ili kuweza kuvutia watu ya kwamba wako katika njia ya to kweli. attract people to come closer. Wengine wanaonesha ya kwamba si tunashika sana sheria za Mungu, They say we keep the laws. ndio maana tunakwenda mbinguni, That's why we're going na si ndo wenye Mungu anakubali. and the Lord accepts them. Ukija hapa kwetu nao kwa kanisa la If Grace, you come back here to our na si church, tunaonesha hivi ya kwamba and we show that ili mtu aingie mbinguni for a person to make it to heaven, anatakiwa you have to kuweka imani yake ndani ya Yesu Kristo put your faith in Jesus Christ kama msingi wa kuhesabiwa haki kwake, as the foundation to be na huyo justified, anakwenda mbinguni. and you're going Kwa to hivyo hiyo heaven. nayo ni imani yetu na sisi hapa. That's our faith here. Ndio maana nataka kuwaambia wale ambao labda wanaweza kuuliza maswali, I want to say to those who are asking, labda wanataka kujua msimamo wetu ni upi, you want to see our direction, wanataka kujua imani yetu ni hipi you want to understand our kuhusu kwenda mbinguni. about going to heaven. Sisi tunaamini hivi ya We kwamba believe that imani pekee ndani ya Kristo pekee faith in Jesus Christ ndio alone, msingi wa kuingia mbinguni. that's the foundation to make Haleluya! it to heaven. Hii ndio imani yetu. That's our faith. Kama mtu anakuuliza mnaamini nini If they ask you what you kuhusu believe kwenda mbinguni, about going to mwambie heaven, tunaamini we hivi believe ya that kwamba ukimwamini Yesu if Kristo, you believe in huo Jesus ndio Christ, msingi that's the wa foundation wewe kwenda mbinguni. of your salvation. Amini Yesu, Believe in Jesus, utaokoka you'll be saved, na utaenda mbinguni. you go to heaven. Na siye tunaoneshaga hivyo, And we- lakini Yesu naye alisema, Jesus said, Yesu naye ana present, and he's presenting, anasema hivi ya kwamba he's saying, that, hakika ninawaambia, truly I tell you, haki yenu isipozidi unless your righteousness haki ya waandishi na Mafarisayo, versus the ones of the Pharisees, hakika and the hamtaingia katika ufalme wa do Mungu. not make Kwa it hivyo in the haya madhehebu yote pamoja na sisi hapa, all the altars, including ours, kila watu wanaonesha fanya hivi ili uende mbinguni, they keep showing a lot fanya of hivi ili uende mbinguni. do this for you to Na be Yesu naye anaonesha hivi ya kwamba And Jesus is lazima uwe na haki you have to be righteous, ambayo inazidia ile haki ya waandishi na Mafarisayo first the teachers of law, ili uweze kwenda for you mbinguni. to make it to heaven. Kwa hivyo Biblia inaonesha wazi And the Bible shows ya kwamba haki ya waandishi na Mafarisayo righteousness of the Pharisees, ni haki inayotokana na sheria, it comes from the law. ni haki ya nje It comes from the ya outside kumfanya mtu aonekane to appear good mbele za watu kuwa iko in safi. front of people that you're Sasa right. Yesu anasema ya kwamba lazima Truly I tell you, haki ya mtu ambaye atakwenda mbinguni the righteousness for you to go izidie hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. versus the ones of the Ni Pharisees. kusema hivi, iweze kuwa haki ambayo si haki ya matendo ya sheria, Righteousness that does not come from your actions, lakini ni ile haki ambayo but the righteousness that comes from inatoka kwa Mungu. God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Biblia But the Bible, inafundisha nini kuhusu haki it teaches a lot about justice au kuhesabiwa haki? or to be justified. Nimejaribu kueleza tangu wiki jana. I tried to explain since last week. Kuhesabiwa haki To be justified ni kuonekana sawa mbele za Mungu, is to be accepted by God, ni kukubaliwa na Mungu, to be accepted by Him, kuonekana kwamba hauna dhambi. to become a righteous, Kuhesabiwa haki to be justified ni tendo la Mungu is an action of God, kumtangaza mwenye dhambi to declare a sinful person kuwa mwenye haki mbele to zake. be a righteous person. Maana yake nini? It means Mungu anamwona kuwa hana makosa, He sees them as a holy, hana dhambi, they are not sinful, na yeye ni mtakatifu, and they are holy, si kwa sababu ya matendo mema ya yule mtu, not because of their good actions, lakini kwa sababu ya rehema na neema za but Mungu, by grace of God, kwa sababu ya imani yake ndani ya Yesu through their Kristo. faith in Jesus Christ. Hii ndio inaitwa kuhesabiwa haki. That's being justified. Haleluya. Amen. Waandishi na Mafarisayo The Pharisees, walimletea Yesu mwanamke they brought a
woman to Jesus. Mwanamke ambaye alifumaniwa akiwa anazini. He was caught committing adultery. Wamemleta kwa sababu gani? The reason was, kwanza wanajua hivi they knew it, ya kwamba katika sheria za Mungu in their laws, imeandikwa usizini. do not commit adultery. Amri ya 7 inasema usizini. Do not commit adultery. Na Mungu ameagiza hivi ya kwamba And God, mtu akizini any person that lazima auawe, apigwe mawe auawe. is supposed to be stoned. Wanamwambia huyu mama This woman, tulimkutana iko nazini. we caught her, Na sheria ya Musa inasema hivi the laws of Moses ya say, kwamba wanawake kama hawa women like this, wapigwe mawe. they're supposed to be stoned to death. Yesu Jesus akainama chini stooped down akaanza kuandika, hakuwajibia. and started to write on the ground. Wakaendelea kumuuliza, wewe unasemaje? They started to ask him, Na what maandiko are you nasema saying? ya kwamba walimuuliza hivyo ili kumtafutia sababu za kumkamata wamuue, They wanted to accuse him. kwa sababu walijua ya kwamba inawezekana hata kubali sheria za Musa, They knew he was not going to kwa accuse maana them. wanajua mafundisho ya Yesu ni kwamba ni kuwatoa watu katika sheria, He taught them to kuwaleta kuwa na imani ndani yake yeye ili waende mbinguni. faith in him for them. Sasa walipomleta walikuwa najua ya kwamba hakika hata sapoti sheria ya They Musa. knew he was not going to support them. Hivyo walikuja kumuuliza ili kuweza kumtega kwa maneno They asked him to trap ili wapate sababu ya so that they can kumkamata. reason. Yesu akainua macho yake And Jesus looked up akawaangalia, and looked at them. akawaambia hivi, And he told them, yeye asiyekuwa na dhambi let anyone without miongoni mwenu among you awe wa kwanza to be the first kumtupia jiwe huyu mama. to throw a stone at her. Yesu hakuwaambia Jesus did not tell them, yeye asiyefanya dhambi kama hii au ya uzinifu au wa kuweza kumtupia mawe. the one who does not commit adultery, Alisema hivi, throwing a stone. yeye asiye na dhambi, The one without a sin, mwenyewe anajisikia kwamba yeye hana dhambi. the one who feels like Nikisema no- dhambi yote ile, any kind of mwenyewe anajisikia kwamba yeye hakuwagi na dhambi, hafanyaki dhambi yote ile, anyone who feels righteous, awe wa kwanza kumtupia the mawe. first person to throw. Yesu akainama tena And Jesus stood akaanza kuandika chini, and he started writing on the ground. na alipoinuka And when he looked alikuta up, wale waandishi na Mafarisayo he found out tayari wamekwenda, they started to leave. na yule mama amebaki pale yeye mwenyewe. Was left there alone. Yesu akamuuliza yule mama, Jesus asked, washitaki wako wapi? who were those people? Akamwambia Yesu ya kwamba She said, hawakunihukumu, wameisha kwenda. no one saw, they left. Yesu akamwambia hivi, And Jesus said, wala mimi then neither sikuhukumu, do I condemn you. enenda zako, Go now, lakini but usifanye dhambi tena. sin no more. Haleluya! Huyu mwanamke This woman, alikuwa na dhambi, she was a sinful. si ndio hivyo? Alikuwa amezini kweli, She had committed adultery. na sheria inasema lazima auawe, She was supposed to be killed. na Wayahudi au waandishi na Mafarisayo waliwaua watu wa hivyo. And they used to kill people like her. Lakini anakuja kwa Yesu akiwa na dhambi She came to Jesus with ambayo inamstahili kuuawa. that was supposed to Kwa be mjibu wa sheria lazima auawe, lakini Yesu anamwambia mama, mimi sikuhukumu, I will not condemn you. jiendee zako, Go and sin no more. lakini usifanye dhambi tena. Do not sin. Huyu mama This woman, alienda. she left. Mwanamke huyu alikuwa na hatia kweli mbele ya sheria. She was supposed to be judged by laws. Sheria ilimhukumu kweli, The law judged her. lakini But alikutana na rehema za Mungu she found the grace of God akasamehewa, and she was forgiven ingawa yeye alikuwa na dhambi. despite her being. Akapona kifo. She was healed from death. Alipona kifo She was healed si from kwa sababu alistahili kupona kifo, not because she was worthy of si kwa sababu ya matendo yake mazuri, not because of her actions, si kwa sababu alitenda mema, because she was, maana yeye alikuwa mwenye dhambi she was supposed to die. na hakika yake ni kwamba lazima afe. Truly she was supposed Lakini to kwa die. nini hakufa tena? But why did she not die? Mbona wengine waliuawa huko zamani ambao walifanya kitendo kama Why did chake? other people be stoned? Huyu mama This woman, akiwa mwenye dhambi when she was a sinful person, alipona kifo, she was healed from alihesabiwa kuwa she was haki, counted just, akaenda zake. and she left. Lakini Yesu akamwambia But Jesus told her, usifanye dhambi do tena. not sin anymore. Waandishi na Mafarisayo, The Pharisees and the teachers of law, Yesu alipowaambia asiyekuwa na dhambi au wa kwanza kumpiga huyu mama mawe, anyone without sin to be the Biblia first, inasema ya kwamba walishitakiwa mioyoni mwao, they wakaanza kuondoka umoja they wakaenda. decided to leave one by one.
Waandishi na Mafarisayo The Pharisees and the teachers of law, wamemleta huyu mama kwa Yesu they Kristo brought this woman to Jesus. na wakadai ya kwamba aweze kuuawa They accused her of being killed kwa sababu amevunja sheria. because she broke the law. Wakasahau kwamba na wao And they forgot. ambao wanataka huyu mama afe juu amevunja sheria, They wanted her to be killed. na wao wamevunja pia sheria. They've been breaking the laws also. Waebrania 10:28 Hebrews 10:28. inasema hivi: kila anayevunja sheria ya Musa Anyone who breaks the lazima auawe. he's supposed to be killed. Sasa mtusomee kitabu cha Kumbukumbu la Torati Let's read the book of sura ya 22 chapter 22. mstari wa 22. Biblia inasema, sheria inasema hivi: The laws say, akifumaniwa mtu mume analala na mwanamke au mtu mke, if a man is found sleeping with another hao wote man, wawili both the man and woman, watauawa. they're supposed to be killed. Yule mwanamke That woman, na yule mwanaume. Sheria inasema hivi, the laws say, sheria ya Musa inasema wote wawili watauawa. must die. Sasa Mafarisayo The Pharisees, wanaleta mwanamke tu. they bring only the woman. Wanavunja sheria, hawavunji sheria? Are they breaking or not breaking the law? Sheria inasema mwanamke na mwanaume ndio wauawe. Both people to be killed. Wao wanaleta mwanamke tu, But they're just bringing the mwanaume iko wapi? Where's the man? Wanavunja sheria. They're breaking the law. Kwa hivyo Those two nao wauawe. supposed to be killed. And there's- Hii ndo hali That's the ya situation wanasheria. of religious people. Watu washika sheria The people who keep wanakuwaga wepesi sana they're easily kuhukumu dhambi za watu wengine, to judge other sinful people. wanasahau dhambi yao. They forget their Yesu anawalaumu sana waandishi na Mafarisayo mara nyingi. Jesus keeps judging them. Anasema, enyi waandishi na Mafarisayo, Oh, you Pharisees and teachers, nyinyi you munaonaga kazambi kadogo kenye kiko ndani ya mtu just see a small sin. na munashurutisha huyo mtu akatubu. You keep accusing them to confess. Nyinyi munashindwa kuona kizambi kya mkubwa You fail to see the kenye big mko nacho. sin that you have. Donc, kizambi kenu kya mkubwa mnakifichika, You keep hiding your sin, kazambi kadogo ndio mnaona kenye kiko ndani ya mtu mwingine, magnifying the small na sin, mnamwambia, mnamshutumu huyo mtu iko na and dhambi, you keep judging the people, na nyinyi mnaacha dhambi yenu ya mkubwa ambayo mko and you nayo. forget your own big sin. Anawaambia waandishi na Mafarisayo, He's telling the Pharisees, nyinyi mko wanafiki, you are hypocrites. mnakuaga mnachuja imbu You just filter. au mbu, You just filter mosquitoes, mnameza ngamia. and you. Ni kusema kwa swallow the waandishi camel. na Mafarisayo, And the Pharisees and the teachers Mbu. of the law, the mosquito hao imbu or the mosquito, ni ya mkubwa, hawezi pita hapa kukoromeo yao. it cannot pass through. Ngamia, si mnajua ngamia? But the camel, Wanaimeza. they just swallow it. Hii ndo hali. That's the situation. Ukisoma kitabu cha Mathayo The book of Matthew sura ya 7, 4 na 5 utapata hayo maneno. 7:4-5. Mathayo 23:24, Matthew 23. Yesu anawaambia Mafarisayo kwamba nyinyi mnachuja mbu, mnameza ngamia. Hao waandishi na Mafarisayo Because these teachers, ni vigumu kwao kuacha sheria it's hard for them to na forsake kumwamini the law Yesu and to Kristo, believe in Jesus. lakini mtu mwenye dhambi But a sinful ni vyepesi kumwamini Yesu It's Kristo easy for them to believe in Jesus na kuokolewa. and to be saved. Ndio maana Yesu amewaambia ya kwamba makahaba watawatangulia katika ufalme wa Mungu. Jesus told them, Ni kwa sababu gani? Wao wanashikilia sheria, they keep the laws. wanafikiri kwamba kwa sheria za Musa watahesabiwa haki mbele za They Mungu, be justified by God. wanakataa kuja kumwamini Yesu They Kristo. forsake Jesus. Lakini makahaba wenye dhambi, But the sinful, kwa sababu hawawezi kutii sheria, because they cannot keep the law, wanapohubiriwa habari njema ya Yesu when Kristo, they receive the wao gospel, wanamwamini Yesu they Kristo. believe in him. Ndio maana tuliona mara nyingi wenye dhambi walimwamini Yesu, A lot of sinful people watoza ushuru walimwamini Yesu tax Kristo, collectors lakini received Mafarisayo him, hawakumwamini but the Yesu. Pharisees rejected him. Ndugu zangu wapendwa, My beloved in Christ, mbele ya kuhukumu mtu mwingine, before you judge your neighbor, jiangalie kwanza wewe. start looking at yourself. Angalia ni ubaya gani au ni uovu gani ambao Look at your weakness and your evil uko ndani yako. that's found in you. Kuna mtu ambaye yeye anafanya dhambi zinaonekana, There's a person who sins. yeye hajui kuficha dhambi, They don't know lakini how to hide lakini it. kuna mwingine But there's another ambaye person, ni stratege but they keep a kwa strategy kuficha dhambi. to keep their sin Iko na away. strateji za kuficha dhambi, They have a way to lakini hide mwingine sin. watu wanamwona ule ni mlevi, But another person, watu wanamlaumu ule analewaka, ule.
Wewe mwenyewe uko na laumu yeye analewaka. But the one who judge him, Na wewe unalewaga uzinifu. you drink in adultery. Unalewa uzinifu. You drink by committing. Unalewa busutwa. You drink by gossiping. Unalewa buchonganishi. You drink by, Kabla hujachonganisha hujajisikia mzuri. before you do that. Umekuta watu wanaelewana. You find people. Wewe roho yako inaumia mpaka tu. But you bring divisions among Watenganishe wale watu. to make sure Hiyo ni they bulevi. apart. That's Haulali mchana na usiku. Unakompoze maneno. you start making your own words. Unaunda maneno. You make your own Unachonganisha. Huyo rafiki yako amekusema hivi. You divide people by Rafiki yako amekusema hivi. or your friends Alikutukana. they Nilikuwa naye. Alisema atakuonesha. Alisema wewe unajivunaka. Alisema kwanza hakupendaki. Ni wewe tu ndio ulikuwa unajipendekeza kwake. Wewe tu unaenda kwa kila siku, unampigia simu. Kwa hivyo akina wewe mafula ulikosa rafiki kweli. you don't have any friends. Huyu mtu atahakikisha amechonganisha They watu. will make sure they divide people. Hata mmakanisa, Even in churches, hata mkanisa. even in the church. Inawezekana hapa kuna watu ambao hawaongei. There are people who do not speak to Walikuwa one marafiki lakini hawaongei. used to be friends. Si kwamba wametendeana ubaya, hapana. Lakini kuna mtu mmoja kati yao aliingia katikati, But one person came in akawatenganisha, between akawachonganisha. and divided those people. Na watu hivi ndio wa kwanza kulaumu. They are the first Ndio wa kwanza people kuwafanya ni watakatifu wa hatari. they look righteous outside. Wao wako sawa. They look Lakini right. uchonganishi unatuma hata watu wanapigana. Divisions make people fight. Watu wanapigana na hakuna People kitu. fight without any reason. Wakristo wamehangaishwa na watu kama hawa. Christians are wondering Mpaka hata wengine wamevunjika moyo kuja kanisani. even other people are heartbroken. Alienda kuambiliwa mule mkanisa mule bana kusemaka. You don't go there, they go. Mule mkanisa hawakupendaki. They don't love you. Kwanza yule dada fulani mnaimbaka naye anakuangalia kama mbaya. Even that person, Kwanza they sijui hivi don't watu go wamechonganishwa hovyo mpaka wengine hata kanisani hawakuji. They don't come to church anymore. Na hawa watu kiwaona If you see wanajifanya ni watakatifu. they look righteous and holy. Mumashi wanasema uluvuluholo lunafanya nini? Lolo yoche nyumba. Budongo bule majivu ile budongo bule wa kupoa. Ndio mnalunguzaka nyumba. Uluvuluholo. Bwana tuhurumie sana. The Lord forgive us. Yaani ni mpole, They look humble. anajifanya anashika sheria, anajifanya iko sawa, They keep the laws. lakini amechonganisha watu, amepiganisha watu, ametatanisha watu, amevunja watu nguvu. They've heartbroken people. Asione tu mtu anasimama hapa anatumikia Mungu. They don't see people standing and Mungu anaweza kumuamsha hapa kanisani awe chombo cha kuamsha watu wengine. They don't. Atamwendea na mpelekea maneno. They go and bring words. Wewe unajifanya kwa mwile kanisa. Who do you Si ndio think you tulianzaga are? zile kanisa hili. We're the ones who Utashuka, started. utapale, You will go utashuka, down, utashuka. you will go down. Anasikia roho inauma kuona watu wanasimama wanamtumikia Mungu. They feel Niambie mpaka jealous. mtu anakuwa na wivu, anakuwa na roho mbaya juu ya watu ambao wanatumikia Mungu. Because people are serving God. Awachonganishe tu mpaka waache kutumikia Mungu. They bring separation for people to live. Hapendi kuona Mungu anainua mtu kanisani. They don't like to Hapendi kuona Mungu anainua watu wanatumikia Mungu. Hapendi kuona kwaya hapa imejaa, imejipanga mzuri, sauti zote zinaenea, yeye roho inauluma. all the voices, they feel bad. Roho inauma. They feel bad. Wanaanza imba mzuri bwana. They're singing good. Tukibaacha vile batajivuna. They will feel proud. Tule tuchonganishe. And they start fighting. Na siye ba makanisa siye ba pastor ndio wengine na si. Even some pastors also. Unaona kwa kanisa ya mwenzako Mungu anabariki, huduma inaenda mzuri, roho inaanza luma. You see the other churches are being blessed. You feel Tufanye bad. nguvu ule baziste ule anakala pale tumtoe asikwe tena pale. Let's start accusing Iko wapi that kwanza person. ukienda iko wapi haiko? Echa anakamata mafoto mzuri akiwakia pale kule kanisa tumtoe pale. Let's remove that person who takes good. Ule anaimbishaga sifa na maabudu vizuri tumtoe pale. They sing so good. Yaani Let's watu wanasimama kwenye madhabahu na roho zinauma. They stand on the altar and they Roho zinavimba. They feel Jamani, bad. kama Mungu alikuita, If the Lord has called kama you, kweli Mungu alikuita, if truly he called atakuletea watu wanajua you, yeye. good people that know Hauna sababu ya kugombana na watu wengine kusikia wivu juu ya huduma you zingine. don't have any reason to feel Kama bad. una Mungu, piga magoti, watu watakuja. Kneel down, people will Sababu hata pale kwenye watu wanakuja ni maombi. It's because of prayers people come. Hudumia watu wa Mungu vizuri, acha chuki kwenye madhabahu ya Mungu. Do not do bad on the altar of God. Acha chuki kwenye madhabahu ya Mungu. Do not feel Mimi nasema the pastor kweli pastor ni
kanisa watu wakuwe hapa juu ya wenyewe nandaga na chonganisha na watu kwa makanisa na baleta hapa kwa kweli na nivimbe hapa kwa madhabahu niko na ubiri kabisa. Nadhani siwezi kuwa na hiyo ujasiri. What's the reason of having people who are heartbroken? Najua fulani nimemchomoa alikuwa kule kanisa ndio alikuwa nimemchomoa nimemleta hapa kisha nasimama kwenye madhabahu Bwana Yesu asifiwe kweli. Mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu mweko na roho wa Mungu kweli. Why should I feel good as a person of God? Mungu anilinde na hayo mambo. Forgive me and keep me from that. Hapa mkiamua kwenda. If you decide to leave. Kama mnaamua kwenda. If you decide to do so. Mnapata mchungaji mwingine. And you find another person. Ambaye mnaona ni mzuri. And you feel they are good for you. Na unaamua kwenda. And you decide to go. Nitakuja kukuona. I will come to see. Nitaongea na wewe. I will have a conversation. Ukiniambia hapana mchungaji mimi nimepata mchungaji mwingine mzuri kanisa la mzuri. If you say I have found ninaamua kwenda. And I decided to go. It's okay. Bye. Najua kwamba muda ambao Mungu ametufanya kuwa na wewe umeisha. The season is over. Nitakuja kuomba Mungu. I will come and pray. Mungu ataleta watu wengi. The Lord will bring other people. Hallelujah. Amen. Sina wakati, sina nafasi ya kutia chuki ndani ya moyo wangu eti kwa sababu huduma kanisa fulani limeenda limekuwa no, sina ile wakati. I don't have to plan. Niko na wakati wa kuomba Mungu. I have to pray. Kumuuliza Mungu, kwa nini watu wanaenda Mungu? Nimefanya dhambi gani? Kitu gani kiendeki mzuri kanisa? Kama madhabahu ya Mungu ninaposimama natakiwa kuwa na roho ya upendo kwa watu wote. Sasa niko nafundisha natakiwa niko mzuri, sina chuki, sina unyongo, sina wivu juu ya kazi yote ya Mungu ile, sina hicho kitu. Kusudi Mungu akubali huduma yangu na ibariki. For the Lord to bless me and accept my service. Mungu aliambia Kaini, God said, ukifanya mzuri je, hautakubaliwa kweli? He asked Cain, if you do good you will not be Amen. accepted. Watu wengi wanapanga kufanya vibaya kisha wanataka Mungu awabariki, Mungu awainue, haiwezekani. Na baraka za kuforce wanamemba wa kanisa ambao uliforce muda wote wataenda tu. Vile uliwadanganya ndivyo wanajaa udanganyifu ndani mwao, kwa maana ndio mbegu ambao ulipanda ndani yao, na huo udanganyifu ambao ulipanda ndani yao kesho utakuinukia, utakuwa sababu ya kupiga fimbo wewe mwenyewe. Ndio maana kama wewe ni mtumishi wa Mungu jitahidi uwe na moyo wenye kutulia, moyo wa sawa. Kwa hivyo waandishi na Mafarisayo walikuja na huyu mama wanamuakize makosa, na wakati na wao wamefanya makosa. Yesu sana anawaambia hivi, asiyekuwa na dhambi kati yenu au wa kwanza kumpiga huyu mama mawe. Walimpiga mawe. Kwa nini walienda? Sijui na wao kuwa na dhambi. Sasa mbona hawakuwa wanajua dhambi yao, wanaleta huyu mama ndio kuna dhambi akufe? Huyu mama alipata msamaha wa dhambi, alipata neema na akapata mwanzo wa maisha yake na akaenda. Mambo mane kwa huyu mama ni haya. Jambo la kwanza, alikuwa na hatia mbele ya sheria. Hakuwa na matendo ya kujitetea. Hangesema hapana bamenionea, siku na walimkutana iko na zini. Alikuwa hana la kujitetea. Na jambo la tatu, alipata msamaha si kwa sababu ya matendo yake mema, lakini kwa rehema za Mungu. Jambo la nne, alipokea rehema na msamaha kutoka kwa Yesu. Kuhesabiwa haki ni tendo la Mungu kumtangaza mwenye dhambi kuwa hana hatia mbele zake, si kwa sababu ya matendo mema ya huyo mwenye dhambi, bali ni kwa sababu ya imani ndani ya Yesu Kristo. Mungu anamsamehe, anamhesabia haki. Warumi 3:20 hadi 25 Biblia inasema hivi: kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. 21 inasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Haki ya Mungu ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. 24 wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa.
Wanadamu wote ni wenye dhambi. Hawatakwenda mbinguni kama hawana haki ile ambayo inazidi ya Mafarisayo. Sema haki ile ambayo iko juu ya sheria, haki ile ambayo haipatikani kwa sheria, lakini Biblia inasema ya kwamba ni haki ambayo inapatikana kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Biblia inaposema watu wote wamefanya dhambi, ni kuanzia pastor, askofu, papa wa Roma na wengine wote ambao mnajua, wanadamu wote wamefanya dhambi, wakatengwa na utukufu wa Mungu. Sasa watafanyaje ili wawe na haki mbele za Mungu? Washike sheria? Biblia inasema hapana. Biblia inasema hivi ya kwamba wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Inataka kumaanisha hivi ya kwamba Mungu aliamua kusamehe makosa ya watu wote. Yesu alikufa juu ya dhambi za wanadamu, ili kwa njia ya damu yake yeye, mwanadamu mwenye kumwamini aonekane kuwa hana dhambi mbele za Mungu, ingawaje yeye ni mwenye dhambi. Ulikuwa na deni ya pesa nyingi sana ambazo hauwezi kulipa, na mwenye deni yake amekupeleka mahakamani, na kwa mujibu wa sheria lazima ulipe au ufungwe au uwawe. Lakini mtu mwingine amekuja kulipa ile deni. Tangu ulipolipiwa deni hile, hauna deni tena. Kwa hivyo hakuna tena sheria ambayo itakuja ukufunga seme kuja ulipe deni ya watu, kwa sababu deni imeshalipiwa. Yesu alilipa deni yetu ya dhambi, ili tukimwamini yeye tuwe hatuna deni tena mbele za Mungu. Hii ndio inaitwa kuhesabiwa haki. Mtu akimwamini Yesu anahesabiwa haki. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14 nasema hivi: na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mili yenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Haleluya. Amen. Akaigongomea msalabani. He forgave us all. Yesu alilipa Jesus paid it all. deni yetu ya dhambi. Ndugu zangu wapendwa, tangu zamani, from the past days, tangu zamani, from the old days, hakuna mtu ambaye Mungu alihesabia haki kwa sababu ya matendo yake mazuri. Wale watakatifu wote wa zamani, Ibrahimu na wengine wote mpaka sasa hivi, njia ya Mungu kumkubali mtu ili aingie mbinguni ni kumhesabia haki kwa njia ya imani. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11, utaona pale kwamba watakatifu wote walihesabiwa haki kwa imani. Ahadi ya Mungu ni kwamba atawahesabia watu haki kwa imani. Warumi sura ya 4 mstari wa 1 na wa 3 inasema juu ya baba yetu Ibrahimu. Inasema hivi ya kwamba basi tuseme nini juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifu, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Bwana asifiwe sana. Baada ya miaka 413, Mungu alipatia Musa sheria pale kwenye mlima wa Sinai, awaletee wana wa Israeli. Biblia inasema hivi ya kwamba ingawaje sheria zilikuja, Waisraeli wakazipokea, lakini Mungu aliendelea kuhesabia watu haki kwa imani. Daudi anasema hivi: heri waliosamehewa makosa yao, na heri waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Mungu hamhesabii kuwa na dhambi. Huyu ndiye mtu ambaye amehesabiwa haki. Mungu anamhesabia kuwa hana dhambi na yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Watu wengi wana bidii sana ya kumtafuta Mungu. A lot of people have zeal in Watu wengi wanajitahidi kwenda they mbinguni. try so hard to make it. Hiyo ni kweli na ni vizuri. And it's good. Maandiko inasema tufanye hivyo. The Bible says to Lakini shida kubwa ya watu ni but the hii, challenge for people ni kwa sababu watu wanataka kwenda mbinguni they want to go to heaven bila maarifa. without any information. Hawatumii maarifa. They don't have the Hawatafuti ni njia ipi ambayo Mungu ameiweka ili kuwakubali. they don't follow the way of God. Watu wengi wanataka kuwa watakatifu mbele za They Mungu, want to be righteous before lakini God bila maarifa. without any Ni information. sawasawa na wana wa Israeli It's like the Israelites. katika kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 1 na wa 4. Romans 10, Mimi nitasoma, inasema hivi: it says, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu nimwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili aaminie ahesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe sana. praise the Lord. Waisraeli walitaka kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Israelites wanted to, Wakafanya bidii, wakafanya nguvu sana. they tried so hard, Lakini walifanya nguvu pasipo na maarifa, but without knowledge. kwa sababu hawajui haki ya They Mungu, don't know the righteousness of lakini God. wakataka kudhibitisha haki yao They wenyewe, sought to establish haki their ambayo own. inatokana na sheria. Kwa hivyo They wanted, walishika sheria they kept the laws pahali pa kumwamini Yesu Kristo ili wahesabiwe haki. apart from believing. Kwa hivyo Waisraeli hawakupokea haki ambayo walikuwa wanaitafuta, Did not receive the justice. kwa sababu hawakuitafuta kwa maarifa. They did not have knowledge. Walishindwa about kujitia chini ya haki ya Mungu, it. They took it. kwa sababu haki ya Mungu ni Yesu Kristo. It's Jesus Christ. Mtu akiwa na Yesu ana haki ya Mungu, lakini Waisraeli waliacha kumwamini Yesu Kristo, Israelites did not receive him, wakashika sheria. and they kept Kwa the hivyo hawakupata ile They haki. did not have justice. Lakini kama ukisoma sura ya 9 mstari wa 13 mpaka 32, Biblia inasema hivi: Bible says, tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasiokuwa na haki waliipata haki, lakini ni ile haki itokayo kwa iliyo ya imani. Basi Israeli waliitafuta sheria ya haki, hawakuifikia ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuitafuta kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo, wakajikwaa juu ya lile jiwe likwazalo. Waisraeli Israelites, walishindwa kuhesabiwa haki ya Mungu they failed to be counted just by God kwa sababu because walitafuta kwa njia ya matendo, they did it by works. walitafuta kwa njia ya sheria. They did it by laws. Lakini sisi watu wa mataifa, But the Gentiles, kwa sababu sisi hatuna sheria, because we don't have laws. haleluya, Amen. sisi tulihesabiwa haki kwa sababu We became righteous. tulimwamini Yesu Kristo. Believe in Jesus Christ. Hatuna sheria, We don't have lakini laws, tuna Yesu but Kristo, we have Jesus na Christ. Yesu ndiye haki ya Mungu. And he is the Hivyo truth of tunahesabiwa haki kwa And imani we are justified ndani ya by Yesu faith. Kristo. Hakika nawaambia, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, If your righteousness does not hamtaingia surpass the mbinguni. Pharisees and teachers of law, you know me. haki inayozidi haki ya Mafarisayo The righteousness that surpasses that ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Mtu ukimwamini Yesu If you believe in Jesus unapewa Christ, haki ya you're ajabu, justified by God. utakwenda You mbinguni. go to heaven. Tunasema tunakwenda mbinguni kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo, Because we believe in si kwa Jesus sababu Christ, ya matendo yetu not mazuri. because of our Ndio maana usichanganye mambo Do mawili. not mix Imani na matendo ni mambo mawili tofauti. faith and works. Matendo ni matunda ya imani, Faith is the fruits na of matendo sio sababu ya wewe kuwa sawa mbele za Mungu. actions are not. Unakuwa sawa mbele za Mungu kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Ndio maana usiachage kuamini Yesu Do Kristo. not fail to believe in Wakati Jesus wote ambapo utatia Yesu pembeni, imani kwa Yesu pembeni, Whenever you put unaanza him kujivunia aside, nguvu zako, you start to use your own hautakwenda strength. mbinguni. You Kuhesabiwa haki cannot- To be justified ni kwa bure. is for free. Tunakwenda mbinguni We go to heaven kwa bure for free kwa sababu because tuliamini Yesu. we believed in Jesus. Yesu Jesus alitulipia. and he Mungu came back. awabariki sana. May God bless you so much. Asante.